Hata ukienda Dubai, mambo haya ma ICD yako Sharjah kule, haiwezi kuwekwa mjini ya ICD. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia. Mheshimiwa wabunge, mimi sijasoma zikri, kwa hiyo mnipe nafasi niweze kuchangia vizuri, msinipige mataarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri Mbarawa kwa kazi nzuri ambayo umeifanya bandarini. Hongera sana. Pamoja na yote, tutakukumbuka kwa mengi sana mbeleni kuhusiana na swala la bandari. Najua Watanzania wengi hawakukuelewa na walitupiga mawe sana wakati wa DP. Lakini leo hakuna tena hayo maneno, tunasubiri maneno mengine kwa sababu bandari imekuja kumaliza kiu ya Watanzania wengi ambao tulikuwa nayo. Hongera sana. Na pili nimpongeze pia Mheshimiwa Rais, huwa anaongea mara nyingi. Inabidi tujirekebishe kwenye teuzi hizi, vijana wanatakiwa sana kwenye taifa hili. Hongera sana mkurugenzi wa bandari, kwa umri wako umefanya kazi kubwa sana ya kuionyesha mamlaka kwamba tusiwaamini watu kwa hapa vyeo vikubwa kwa maumbo yao, tuamini kwa akili zao. Hongera sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niseme wazi kwamba tunaboresha bandari ya Dar es Salaam. Ni vizuri tuzipe nafasi na benki za ndani. Uwekezaji wa bandari unahitaji pesa, na tunakimbilia kwenye mikopo ya nje. Mikopo ya nje ina masharti mengi ambayo unaweza ukaona kama riba za benki za wazawa za Tanzania, riba ni kubwa, kule ni rahisi, lakini masharti unayopewa ili ukizi ule mkopo ni makubwa ambayo ni hasara kwa taifa hili. Natoa mfano, unaweza ukapewa sharti labda unaambiwa ubinafsishe mpaka TANESCO, ubinafsishe mpaka elimu, ubinafsishe mambo mengi. Kwa hiyo ninadhani kuna nafasi ya kuziunganisha benki zetu zikaweza kutoa mikopo kwenye hizi taasisi ambazo zina miradi ambayo tunaona kabisa ina uzalishaji. Swala la bandari Dar es Salaam, tunaipongeza sana serikali na wewe Mheshimiwa Mbarawa na timu yako. Leo ukienda Dar es Salaam ni kitu cha kujifunza, na wenzetu waliona mbali. Sasa hivi kila mtaa kuna ICD, kila mtaa kuna ICD, lakini ukienda Kwala kuna maeneo maelfu ya maheka watu walishachukua, wameshajiandaa. Kwa nini mizigo inashushwa Dar es Salaam? Hatuwezi kuja na mkakati wa kusema ICD zote zirudi Kwala, mkaondoa foreni. Wakisimama wabunge wa Dar es Salaam hapa, kila mahala sasa hivi barabara mnajenga, baada ya miezi 6 zinaharibika, anapita magari yaliyozidisha tani. Niwaombe sana Mheshimiwa Mbarawa, tuna bandari kavu ya Kwala, ina eneo kubwa, tuhamishia ICD zote kule. Hata ukienda Dubai, mambo haya ma ICD yako Sharjah kule, haiwezi kuwekwa mjini ya ICD. Niwaombe sana kwa kuepusha maforeni, bandari mmoja na huo mkakati. Na pili Mheshimiwa, kwenye hili nitakuomba sana unisamehe Mbarawa. Mimi ni mbunge wa awamu ya 3 na nilikuwa mshabiki kwenye bunge nikiwa na umri mdogo. Wabunge wenzetu wa kanda ya Ziwa watu wamelia sana na International Airport, Mheshimiwa Speaker. Na tekniki mnayokuja nayo kwa kweli tutaendelea kubaki hivi hivi wabunge wa kanda ya Ziwa. Na mimi niwaombe wananchi wa kanda ya Ziwa mtuangalie, kwa sababu tukishindwa kutetea vitu ambavyo mnatutuma tukaanza kujibishana humu ndani, haitujengei kuwasaidia watu wetu. Mheshimiwa, mmekuja na mkakati ambao uking'amua tuwe mwenye akili, unatuletea International Airport ya Serengeti. Hauna barabara, hauna hoteli, halafu tunaanza kujibishana humu ndani. Airport ya Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti, ina miaka zaidi ya 15 tunazungumza humu ndani na tunaweka budget. Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Mwenyekiti, nikuombe Mbarawa, mimi nimeenda mbali, nimefanya research yangu ya kunitosha mimi na elimu yangu. Mwenyekiti, taarifa. Nimesafiri nimeenda Marekani Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa Mwenyekiti. Ukienda Minnesota, ukienda Caribbean, airport zao ni kama ya Mwanza. Mheshimiwa, taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Waitara. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpe taarifa Mheshimiwa Msukuma kwamba kujengwa uwanja wa ndege wa Serengeti hakuondoi kabisa mpango wa serikali kujenga International Airport ya Mwanza. Sisi uwanja wa ndege wa Serengeti, target yetu ni kwamba tupate watalii wengi, tuongeze pato la nchi hii. Na Wakenya wanajenga uwanja wa ndege wa kimataifa Masai Mara ili watalii washuke kule, hapa watakuja uchungulia kurudi kwao
Kwa hiyo naomba viongozi wenzetu wa kanda ya Ziwa tusigombane katika jambo hili. Uwanja wa ndege wa Serengeti ujengwe, uwanja wa ndege wa Mwanza ujengwe, uwanja wa ndege wa Musoma umalizike na maeneo mengine. Nakushukuru mheshimiwa. Unaipokea taarifa? Siipokei mheshimiwa. Nakushukuru mheshimiwa mwenyekiti. Hatuzungumzi uwanja wa ndege wa Serengeti, tunazungumza kwa maelezo ya waziri, sio ya mtoa hoja. Tunazungumza International Airport ya Serengeti. Sasa mheshimiwa, kama sisi tu kanda ya Ziwa Mwanza ambako wote tunategemea, hata aliyechangia naye ametoka Serengeti amekuja kujenga Mwanza. Sisi tu pamoja na mahoteli na yote na mabarabara. Leo mwaka wa 30 tunaomba International Airport. Tunakuja kuweka tena Serengeti. Inahitaji kuwa na degree kweli? Mheshimiwa mwenyekiti, ninakuomba sana mwenyekiti. Mheshimiwa waziri, nenda Minnesota pale Marekani. Nenda Caribbean pale Marekani. Airport zao ni nzuri kwa sisi. Sasa tumekuja na mkakati, natoa ushauri mheshimiwa. Mimi nadhani kutujengea yale majengo ya vioo na nini ndio inakuwa kidogo shida. Uwanja wetu kwa ukubwa unakizi yale majengo yaliyopo, tuongeze facility ndogo za migration na vyombo vingine, tutumie ile VIP ya binafsi, itatumika international, ile nyingine mtuache, tuletee international airport. Leo ukipanda ndege za kwenda nje hata ya Tanzania, robo 3 ya wasafiri wanaoenda nje wanatoka Lexington. Tuna Wachina, tuna watu wamewekeza kwenye samaki. Msitufanyie haya maneno ya kutupanga. Mnakuja kutuchonganisha, unaweka Serengeti, unaweka hapa ili tuanze kujibishana. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mbarawa, Mheshimiwa Mwenyekiti, usipokuja na maelezo mazuri kuhusu Mwanza, shilingi nachukua mheshimiwa. Utakuwa wa pili. Mheshimiwa, swala la treni. Mimi naomba sana Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la treni. Kwa sasa tunaona treni inaenda vizuri. Lakini mfuko wa treni, ule mfuko wa feji, mmeuhamisha, mnaupeleka hazina, na sheria inataka uwe mfuko kwa ajili ya kukarabati treni. Tuna kitu kikubwa sana. Tuliona juzi ilitokea accident kidogo hapa, tukaanza kushikana, hela zimetoka wapi? Msihamishe hizo hela, waachieni wafanye maendeleo ya reli yetu Mheshimiwa Mwenyekiti. Swala lingine Mheshimiwa, LATRA, mimi ni mdau na declare interest, mimi ni mdau wa usafirishaji. Kama kuna sehemu Mheshimiwa waziri inahitaji kutusaidia ni hasa wasafirishaji wa mabasi. Na nimefurahi sana ushauri wa kamati kwamba tumuombe LATRA ageuka kuwa mlezi. Sasa hivi kwa sasa LATRA ndio tatizo, chanzo kikubwa cha watu kufilisika kwenye transport ya mabasi. Nataka nikupe mfano Mheshimiwa. Sasa hivi kuna shilingi 5 kila tiketi moja unayokata. Mimi kwa mfano kwenye basi utakata tiketi shilingi 10,000. Kuna wapiga debe, kuna nini paka inafika pesa kwako unatakiwa upate labda 7,000. Shilingi 5 lazima iende na LATRA kwenye 10,000 ile. Lakini mheshimiwa, ukitoka tu mita 100 ukikumbana na tatizo, labda umezidisha abiria au hakufunga mkanda au una dustbin, unapigwa tena 2,250. Sasa nikuulize mheshimiwa, mimi natoa mfano mdogo. Tunaye mkurugenzi wa madawa ya kulevya, tunaona kazi nzuri anavyofanya. Angekuwa anashirikiana na watu wa madawa ya kulevya, wanampa kahera kidogo, ataenda kuwatangaza. Wewe huku tumegawana shilingi 5, umenikuta tu na kosa la dustbin, tena unachukua hela zote. Sasa nikuombe sana mheshimiwa mwenyekiti na mheshimiwa waziri, LATRA ageuke kama chombo cha kumkuza mfanyabiashara, sio kugeuka kutega uchumi cha serikali. Nikuombe sana mheshimiwa, yako matatizo mengi ambayo wewe mwenyewe umeona juzi baada ya matatizo ya mafuta. Sisi tumekubali kukaa na serikali kujitolea kula hasara, lakini tatizo LATRA kila kitu. Mfano mwingine mheshimiwa, conductor ambao sisi tunachukua watu wa darasa la 7 kwa sababu mishahara ni midogo. Conductor anatakiwa akasome, anasoma analipa 300,000 apewe cheti cha uconductor. Akipata kile cheti, ukimfukuza uconductor akienda kukisajili serikalini cheti hakitambuliki. Sasa hiyo ni kazi gani? Ukipeleka kwa Kiamba asajili cheti chake kama cha form 4 naye apate chochote, anaambiwa wewe hujasoma, umeshachukua 300,000 yake. Nikuombe sana mheshimiwa mwenyekiti na mheshimiwa waziri, tulizingatie hilo kwamba LATRA ikigeuka kama chombo cha kuwasaidia wasafirishaji wa mabasi. Nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti, asante sana.